Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil tanad, amma ba'd. Amma baada, ndugu zangu katika Nado Online TV, kama ilivyo ada kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, hapa ni sehemu ambayo tunaweza kukumbushana, kufundishana, kuelimishana, lakini tahawala ambao wako chini kabisa ni sehemu sahihi mno kwa ajili wewe uweze kujifahamisha au kujipatia elimu katika upande wa elimu tiba. Ndugu zangu, leo nitakwenda kufundisheni dua ambayo kupitia dua hiyo, kwa wale ambao watakayoweza kufanikiwa biiznillah tabaraka wa taala, mambo yao mbalimbali yaliyofungika tafunguka, lakini haswa kwa wale wenye makesi, wanahisi watafukuzwa kazi makazini kwao, ama wanachukiwa, ama mambo mengine mbalimbali katika mambo yao yanaenda tofauti na matarajio. Tujue kila kitu Allah tabaraka wa taala, yeye ndo amri yake anapoitaka inakuwa, lakini unapaswa umuombe. Ndio maana katika miongoni mwa ahadi yake alisema iduni astajib lakum fa idha sa'ala ibadi fakul inni karibu mujibu da'ati da'i idha da'an, kwamba Allah anatuambia, mwambie mtume, waambie waja wangu wale wenye changamoto, usikana unapitia hali ngumu sana. Sasa mtume anaambiwa kwamba vipi hali hiyo tu inakuaje? Mungu kweli ipoje? Mbona tunaangamia au na hivi na vile? Kwa hiyo mitihani kama hiyo inaweza kawa kukuta, lakini Allah tabaraka wa taala bila hofu au kwa kukutoa hofu anatuambia kwamba watapouliza waja wangu vipi Allah nakuaje, waambie mimi nipo karibu sana na nasikia, naona na najibu ambao watu ambao watakamuomba inshallah biiznillah tabaraka wa taala. Dua yenyewe ni kwa kutumia tu surati Ikhlas. Hii surati Ikhlas, yani bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tawaelekezeni jinsi ya mwanzo wake wa dua, naomba usikilize vizuri, kisha tutajua dua hii unaisomaje. Nimesema kwa wale ambao wenye kulalamika dhiki, wenye kulalamika mitihani, labda madeni, wana mitihani mbalimbali, kuchukiwa, wana mitihani katika kazi zao, wana mitihani labda katika biashara zao, wana mitihani labda katika ndoa zao, wana mitihani labda kwenye majukumu mbalimbali, hata unafanywa ubaya, sihiri, uchawi na mambo mengine. Ni dua ambayo ni mujarabu, ni kulia, kama wewe ukiwa na nia kwa ya dhati ya kumwomba Allah tabaraka wa taala. Na usomaji wake, anza hivi, unapokaa anza kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Lakini kama wewe unaweza kusema astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, itakuwa bora sana. Lakini yatosha kusema astaghfirullah astaghfirullah. Nini hii astaghfirullah? Allah tabaraka wa taala alisema faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, takeni mola wenu msamaha, yeye muda wote yuko tayari kuwasamehe. Kwa ili ufungue dua yako vizuri, hata kwa kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Si maneno tu, ila toa msamaha kutoka yakini ya moyo wako. Sawa, toa yakini ya moyo wako kwamba mimi namuomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Na unaweza kuhudhurisha baadhi ya matukio ambayo wewe unayajua kabisa, ulifanya ukiwa unayajua kabisa. Naombe Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala atakusamehe inshallah. Jambo la pili ambao wewe unatakiwa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, sema la ilaha illallah au alhamdulillah au subhanallah. Neno lolote ambalo wewe unalolijua ni kubwa, wala kumwambia Mwenyezi Mungu. Ingawa mashekhe wanatuambia sema sana la ilaha illallah. Hii imepatikana pale na Nabiiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Buraira, ni akina nani ambao watakuwa wa kwanza kupata shifa yako wewe mtume siku ya kiyama, au watakuwa wa kwanza kupokelewa yale maombi yao siku ya kiyama na mambo mengine. Sawa, alijibu wale mtu wa kwanza sana kusema au ule mtu wa kusema sana la ilaha illallah, la ilaha, huyu atapata shifa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala siku ya kiyama. Lakini ni tahadhari kubwa mashehe wanatuambia, ni ina faida nyingi sana, na ndo tamko bora zaidi duniani. Kupitia hilo ndo unaona vitu vyote duniani vimeumbwa na hivyo. Ukitaka kujua hayo, kasome Kanzul Baharain, utakuja kuiona, ambao watu wengi wamezoea kama kitabu cha tahariri. Katikati pale utaona faida au fadhila ya hii la ilaha illallah, sawa, au fadhila tahariri, wameandika kitu kama hicho. Jambo la tatu unalotakiwa wewe ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa idadi ambayo wewe unaiweza. Sema
Allahumma salli ala Muhammad rabbi sallallahu alaihi wasallam kwa idadi ya 10, na hizo zote unaweza kusoma 10, 100, 1000 na kiasi ambacho wewe utajaliwa. Inshallah fanya hivyo. Baada ya hapo, weka makusudio. Unafanya kwa ajili labda kuna kesi, unafanya kwa ajili labda umefungika, unafanya kwa ajili labda mambo yako yatimie, unahitaji kupata kazi sehemu, au unahitaji kuajiriwa sehemu, au unahitaji kuongeza nini, au unataka kinga na hivyo ina vile inshallah. Baada ya hapo, weka nia yako kama unavyokusudia. Anza sasa kusoma surati Ikhlas. Soma surati Ikhlas, yani bismillahirrahmanirrahim, kwa tasbih yako vizuri. Anza kusema kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mpaka zifike mara 100. Baada ya 100, wapo watu ambao wanaongeza kwa kusema, kwa kusoma aya moja inapatikana katika surati Yusuf aya yake 21. Miongoni mwa kipande cha mwisho kinasema wallahu ghalib ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun. Wallahu ghalib ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun. Aya ina yao tunaisoma mara 100. Baada ya kusoma hiyo aya mara 100, utatakiwa umswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Hii ipo ndani ya hii dua. Usiweke sura nyingine ya kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanya sura hii ambayo inaitwa Surati Ibrahimia, ambayo utaisoma Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama salaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Utairudia tamko hilo mara 100. Wallahi subhanallah, hakuwahi kuomba mtu isipokuwa alipata faraja. Hakuwahi kusoma mtu mwenye dhiki ya maisha isipokuwa Allah tabaraka wa taala alimnyanyua. Hakuwahi kusoma mtu mwenye kesi isipokuwa alishinda. Hakuwahi kusoma mtu kwa ajili ya kutafuta kesi ile ishinde isipokuwa aliweza kushinda. Aliwahi kusoma madhulumu isipokuwa Allah tabaraka wa taala alimsaidia. Kwa hiyo ni dua ambayo yatosha kuwa kama ni dua yako, ukafanya kama kuradi, ukafanya na masuala mengine mbalimbali. Ni mujarabu sana. Haya na mengine unaweza ukapata ndani ya vitabu vya Maalim Ibuka. Ni elimu ya kisharifu, sio unasoma vitabu ambavyo hata ukakisoma mwanzo mwisho huwezi kufanyia kazi sehemu yote. Sawa, ni vitabu ambavyo vyenye elimu mbalimbali na vimetoka kwa watu maalum, na zote zimefanywa tajribu, zimepatikana majibu yake pasina shaka yeyote. Mimi nikusihi, kama wewe hujasoma vitabu vya Maalim Ibuka, chukua vitabu. Inshallah kitabu moja 20,000, ama unaweza kupata vitabu kwa ofa, vitabu 8 kwa 1,000, ama vitabu 12 kwa 150. Kokote ulipo duniani unaweza kuvipata kwa Dar es Salaam inshallah Mbagala pekee. Niwatakeni masomo mema na masomo mengine. Kwa wale ambao ni swali, ushauri, maoni mbalimbali, tutawasiliana kwa namba hizi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.